Ndugu na dada katika Kristo, tunawatakia tena karibu ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ni mahali pa kuinuka tena zaidi ya kwa Mungu anatuita na anatamani aweze kutujenga. Na wakati ya kale manabii walikuwa naenda kwenye mlima kwa ajili ya kuweza kukutana pamoja na Mungu, kama vile Musa ambaye aliweza kufanya kwenye mlima siku 40 kwa ajili ya kuweza kukutana pamoja na Mungu, kuweza kumpatia amri 10, mipango ambayo taifa la Israeli itaweza kutembea juu yake. Inaonesha mahali pa mlima ni mahali pa kuinuka, ambao uwepo wa Mungu uliweza kuonekana kupitia Musa. Wakati anashuka kwenye mlima, aliweza uso wake kuweza kung'aa. Na hii imeweza kuonekana hata kwenye mlima wa mageuzi, wakati Yesu Kristo ameweza kukutana pamoja na Musa na Elia. Inasemeka maandiko matakatifu, uso wake iliweza basi kung'aa na utukufu wote uliweza basi kuonekana. Na ni pale ambayo Mungu vile vile anatamani kuonesha utukufu wake ni kwenye altare takatifu, altare hai ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambao wazima pamoja na wenye ambao wameweza kututangulia ngambo ya pili ya maisha wana lazima ya neno, wana lazima ya misaada. Ya kwa hii neno ambayo tunasikia wapendwa katika Kristo, maneno ya Yesu Kristo, ndani mwake mnakuwa imani, ndani mwake mnakuwa uzima, ndani mwake mnakuwa maisha. Tukiweza kusoma hata kitabu ya Yohane, Injili jinsi ilivyoandikwa na Yohane sura ya 6 mstari wa 63, Yesu Kristo anawaambia maneno hii ambayo mnasikia ndio roho na ndio uzima. Ni kwa ajili ya ile tunatamani kupata uzima, tunapatamani kuweza kuokolewa, ni kupitia hii maneno ambayo ninakumbuka wakati Yesu Kristo mitume wameweza kutoka kuweza kununua vyakula, wameweza kumkuta na huyu mwanamke wa Samaria, na wameweza kumuuliza kwa nini anabaki na kuweza kusimuliza na huyu mwanamke wa Samaria. Na ni pale Yesu Kristo anawaambia kuwa ninyi mnatumika kwa ajili ya vitu vyenye kuharibika, lakini mimi ninatumika kwa ajili ya vitu visivyoharibika, ambao ni chakula changu ndio kutenda mapenzi ya Baba yangu. Tuangalie maneno ya maajabu wapendwa katika Kristo. Kutenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu ndio kutangaza habari njema. Ndio maana ibada ya siku ya leo inatukumbusha kisha Yesu Kristo kuweza kufufuka, wiki 2 ambazo zimeweza kufuata mbele, inaenda kutuonesha maneno ya mwisho ndani ya kitabu hiki cha Mathayo sura 28 mistari ya 18 hadi 22. Inaenda kutuonesha kisha Yesu Kristo kuweza kufufuka, imebidi aweze kuonekana kwa ajili ya walio wake ambao walikuwa wanafunzi wake. Na wakati ameweza kuwatokea, na ni pale ambaye iko na wapatia ujumbe ambao tunakusikia tena siku ya leo, ambayo mamlaka ya mbingu na dunia amepewa yeye Kristo, ambao anawatuma kama vile wajumbe, ndeni mkaweza kufanya mataifa kwa wanafunzi, mkiweza kuamini muweze kuwabatiza kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na hakika niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Akse principal ya ibada takatifu ya siku ya leo inatamani kutuambia tuwe wajumbe, na message ya ibada takatifu inatuambia habari njema itangaziwe ulimwengu wote. Habari njema itangaziwe ulimwengu wote. Na hii inatuonesha wapendwa katika Kristo kuwa umetumwa mjumbe. Mjumbe ni yule ambaye ameweza kubebeshwa mamlaka, uwezo na nguvu. Ndio maana wanatuonesha wakati Yesu Kristo alipoishi na mitume wake, alijua udhaifu yao, alijua upungufu wao, alijua ukosefu wao, lakini ile kuweza kumvunja moyo Kristo kuweza kuwaona na aweze kuachilia, ilibidi Kristo aweze kuwatazama
na angalie kazi yote ambayo aliyetenda iende popote katika ulimwengu.